Jambo la kwanza nipende kumpongeza Mheshimiwa Waziri Profesa Mkenda kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Umeituliza wizara. Wizara imetulia. Tunaona matokeo, tunaona mambo yanaenda, hakuna ekaeka. Hongera sana Mheshimiwa Waziri. Na hii ni tendency yako hata ulivyokuwa katibu mkuu na hata sehemu zote zilizopita umekuwa ukifanya vizuri sana. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Wanu Hafidhi kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Tumeona mkizunguka. Lakini chukua nafasi pia kuwapongeza watendaji wenzako ambao mnafanya nao kazi. Mheshimiwa Waziri, ukiangalia katibu mkuu wa Baraza la Mitihani anafanya kazi nzuri sana, lakini pia watu wa TEA tumeona na wamefika hadi Makete. Dr. Kishepa kama sikosei, mkurugenzi mtendaji wa TEA amefika hadi Makete kwa ajili ya kazi. Tunawapongeza kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Mheshimiwa Waziri, kwanza niseme bajeti yetu ni bajeti nzuri. Tuna trilioni 2.39 na katika trilioni 2.39 unazungumza trilioni 1.69 zinaenda kwenye maendeleo. Hiyo ni utofauti mkubwa sana katika wizara nyingi ambazo tumepita. Hongera sana Mheshimiwa Waziri. Lakini pili, fedha ni ndogo sana ambayo inatoka kwa washirika wa nje. Unazungumza bilioni 359. Ni fedha ndogo ambayo na sisi kwetu inatuonyesha kwamba tunajikwamua, kwamba tunaenda kukua. Ni hili kubwa kwetu kwa sababu ukiangalia wizara zingine fedha za washirika zijaja. Kwa hiyo na sisi tumetenga fedha ndogo ili tusiwategemee zaidi. Tafsiri yake ni kwamba tuna malengo makubwa kwa ajili ya nchi yetu. Mheshimiwa Waziri, nitumie nafasi pia kumpongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na Watanzania ni lazima wafahamu kuna mambo ambayo kama nchi tumeyapitia katika ukuaji wa elimu yetu. Unazungumzia nchi ambayo mwaka 1995 ilikuwa na shule za msingi 335 tu, lakini unazungumza leo shule za msingi ziko 18,158. Tafsiri yake kuna kazi kubwa ambayo serikali imefanya ya Chama cha Mapinduzi. Unazungumzia nchi ambayo mwaka 1995 wakati sera ya elimu inaanzishwa kulikuwepo na shule za sekondari 482, lakini unazungumza leo mwaka 2026 chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi tumejenga shule 5,092. Ni mapinduzi makubwa sana ambayo kama nchi tumeyafanya, na tuna kila sababu vijana ambao wanatusikiliza wajue nchi kuna sehemu imetoka na kuna sehemu inaenda. Na ni jambo la kujivunia katika taifa letu. Unazungumza nchi ambayo tulikuwa na walimu wako chini ya 10,000 mwaka 1995. Leo tunazungumza walimu 274,441 ambao wako kwenye ajira na wanaitumikia nchi yetu, kutoka walimu chini ya 10,000 mwaka 95. Tafsiri yake ni kwamba nchi yetu imeenda mbali na imesongea mbali. Lakini Mheshimiwa Waziri, unazungumzia nchi ambayo vyuo vikuu vilikuwa na vyuo vikuu 3 mwaka 95. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam open, unakumbuka, lakini sasa hizi tunazungumzia zaidi ya vyuo vikuu 50 na kitu ambavyo vimejengwa katika nchi yetu na serikali inaendelea kujenga kwenye mikoa mbalimbali. Haya ni mapinduzi ya elimu ambayo vijana wa nchi lazima wafahamu kwamba taifa letu limesogea, taifa letu limesonga. Pale wanapojenga hoja kwenye vijio wanavyokaa wajue kwamba nchi yetu kuna hatua imepigwa kubwa sana, na imepigwa kwa chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tuna haki ya kuendelea kuaminiwa, tuna haki ya kuendelea kuiamini serikali. Na hiki ndio chama ambacho kinaweza kufanya mambo makubwa na yenye mabadiliko kwenye taifa letu. Unazungumzia nchi ambayo ilikuwa na VETA moja tu ambayo ilijengwa ya kwanza ndani ya wilaya ya Makete. Ndio ilikuwa VETA yetu ya kwanza. Lakini sasa hizi unazungumzia nchi ambayo inaenda kujenga VETA wilaya zote katika nchi yetu. Hili ni jambo kubwa sana ambalo tumelifanya. Lakini Mheshimiwa Waziri amefanya pia mabadiliko kwenye mambo ya scholarship, mitaala ya elimu. Mmefanya revolution kubwa sana kwenye eneo hili. Na kila sababu kuipongeza serikali yetu kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Lakini zaidi, kashfa za kuvuja kwa mitihani kumeisha kabisa Mheshimiwa Waziri. Hili ni jambo kubwa na ni jambo ambalo linaonyesha userious. Na ndio maana nimpongeza pia katibu mkuu wa Baraza la Mitihani kwamba tumeona uvujaji wa mitihani umekuwa haupo. Kwa hiyo niko hapa kuonyesha kwamba lazima tujue nchi ilikotoka, ilipo na inakokwenda, kwamba kuna vitu ambavyo tumevifanya katika nchi yetu. Kwa hiyo mtu akikaa sema akasema serikali ya Chama cha Mapinduzi haijafanya kitu, tuna statistic, tuna takwimu za kumkataa na tunamshinda. Na watu wanasema kama hujafanya utafiti usijenge hoja, jenga hoja kama umefanya utafiti. Basi mtu yote anayepingana na takwimu hizi naye alete takwimu zake ambazo zinaonyesha serikali yetu haijafanya kitu. Tunaamini CCM imefanya kazi kubwa sana sana sana. Mheshimiwa Waziri, mimi na mambo machache ya kukushauri. Jambo la kwanza Mheshimiwa Waziri, nataka kukushauri ni kwenye kuimarisha nchi katika mambo ya utafiti.